Okay. Mfano wa pili ni Yesu. Yesu alipokataliwa kwa ndugu zake, nini kilitokea? Na hii inanisikitisha sana. Mathayo 13 mstari wa 54 na 58. Na hii inanisikitisha sana. Ikupe kuhakikisha unaombea jamii zako. Kamanda rapo sita. Kandirepe sita yeke sita. Wafalme manani. Mfano wa pili ni Yesu ambayo ni Mathayo 13 mstari wa 54 mpaka 58. Nimesema Mathayo ngapi? 13 54 mpaka 58. Maandiko yanasema hivi: na alipofika nchi yake akawafundisha katika sinagogi lao, hata wakashangaa wakasema, huyu amepata wapi hekima hii na miujiza hii? Huyu si mwana wa seremala? Mamaye si yule aitwaye Mariamu? Na nduguze si Yakobo na Yusufu na Simeoni na Yuda? Na maumbu yake wote hawapo hapa petu? Basi huyu amepata wapi haya yote? Wakachukizwa naye. Yesu akawaambia, nabii hakosi kupata heshima isipokuwa katika nchi yake na nyumbani mwake mwenyewe. Wala hawakufanya miujiza mingi huko kwa sababu ya kutokuamini kwao. Kuna kitu wanapoteza. Kuna kitu wanapoteza. Na mimi nimekiona mara kadhaa. Kumbuka nimekwambia nina uzoefu wa kukataliwa. Niliwahi kukaa kwenye kanisa moja miaka 11, niliwaambia hapa. Nilihudumu nadhani Jumapili moja tu. Na ni mchungaji msaidizi. Sio shemasi, mchungaji msaidizi. Lakini Jumapili moja tu. Mimi ukiamua kunikataa sina shida. Kazi yangu ni kutunza moto usizimike. Jamaa mmoja ambaye ni mchungaji mwenzangu akaniambia, ilikuwa 2016, una vitu vingi namna hii, sasa lini utahubiri? Nikamwambia hivi, kwa sababu lile neno lililenga kunikatisha tamaa. Nikamwambia, jaribu kwenda sokoni, mkute mama mjamzito, wakati wa kujifungua umefika, alafu yuko katikati ya soko. Nikamwambia, hutajua mahali wakina mama wamechomoka na vitenge wamemfunika na anajifungulia sokoni. Haleluya. Kwa nikamwambia, wakati ukifika hakuna wa kuzuia. Niliongea naye Jumapili, Jumapili ile Jumatatu mwenyekiti wa siezi akaniambia, Jumatatu tuna siezi, karibu utufundishe. Na kwa kuwa nilikuwa mwandishi wa habari, nilikuwa na kamera. Mahubiri yangu ya kwanza kuhubiri nimeyarekodi, yako YouTube. Ingia tafuta namna ya kutimiza maono kama kijana, utakutana na hayo mahubiri. Nilitandika injili, baadaye wakaniita pembeni, wakasema, umeyajulia wapi mambo haya na hujawahi kusimama? 2016 nadhani, 17, yes 16. Hawakujua Bwana aliniandaaje. Nisikilize, Daudi alipokosa mahali pa kufanyia mazoezi ya uongozi, Mungu alimpeleka porini, akawa anafanyia kule na anapigia kinubi wale kondoo. Tazama kwenye ile Samuel wa kwanza 16, waliomfuata kule, anasemaje? Tumemwona kijana wa Yese ambaye ni stadi wa kupiga kinubi, mtu mpole mwenye busara. Walijulia wapi? Hapana shaka kuna saa walikuwa wanapita, wanajificha kwenye kichaka, wanamwangalia, wanasikia upako, wanaendelea kububujika, wanajazwa na kunena kwa lugha, baadaye wanaenda kwa mfalme, wanaendelea na kazi zao. Siku wakiwa na huzuni, wanaenda kwenye vichaka namna hii, wanasikiliza, wanaondoka. Sasa mimi Bwana aliniwezesha nikawa nimefungua chekechea. Sasa nilipofungua chekechea, nikawa nafundisha watoto kuandika, kushika penseli zile u. Hii ndiyo ina mkia mrefu. Hii ndiyo
ipo kama kikombe Nikawa nafundisha na English course, nikawa nafundisha form 1 na mpaka form 6. Nikawa nafundisha pia na computer course. Kilichokuwa kinanishangaza, nikisimama kwenye ile shule sana fundisha, zinakuja nguvu za Mungu kama vile nanena kwa lugha. Sasa kulikuwa kuna vitoto vya mama mdogo vinakuja kule, vinaanza kuimba zile nyimbo wanazofundishwa wakiwa kwenye darasa lao. Nikatengeneza sheria, hapa darasani ni sekula, hiruhusiwi kuimba nyimbo za dini wala kufanya ibada. Kumbe nazuia ibada nyingine isifanyike. Vilikuwa vidogo, miaka kama 3-4 hivi. Siku moja na mimi nimekaa pale, nguvu za Mungu zimenishukia, naanza kuimba pambio. Mtoto yule wa miaka 4 akanyosha mkono, akasema, "Mwalimu, ulisema tusiimbe nyimbo za dini shuleni." Kilichotokea, nilipoanza kupewa nafasi, wakashangaa, huyu mtu hii training ameifanyia wapi? Kumbe Mungu aliniandalia. Naenda chuo cha kupanda makanisa na shule nayo ikafa. Nilifikiri Mungu amenipa mradi wa kuendesha maisha, kumbe alinipa mahali pa mazoezi. Haleluya, haleluya. Kwa ile kanisa walipoamua kunireject, isikuwa na shida. Kuna matatizo nilikuwa nayaona, na naona suluni hili, nilikuwa nanyamaza. Yaani nanyamaza. Popote pale, hata mimi nikiona kuna mambo yanaenda mrama na siko positioned, huwa nanyamaza. Ndivyo Yesu walipomkataa, hakutenda miujiza mingi, akaondoka. Kwa nini nijipendekeze? Mahali pengine wanasema walipomkataa akawaacha, akaelekea sehemu nyingine. Haleluya. Kuna hatari. Jumatano niliwaambia, kulikuwa wakati tunaenda kumalizia, sasa tuingie kwenye maombi. Jumatano niliwaambia kulikuwa na fundi, kulikuwa kuna ndege iko. Ile ndege ilipata shida. Ilipopata shida, ni kawaida ukipanda ndege, ni kawaida ya wale wataalamu, wanapozidiwa huwa wanauliza, jamani, kwenye hii ndege kuna fundi yoyote hatusaidie? Hata mabasi ya abiria ambao wako vizuri wanauliza, kuna fundi? Kwa hiyo ile shida ya ile ndege ilikuwa ni shida ya injini, ambapo waligundua ni udhaifu uliofanyika ndege ikiwa kiwandani. Kwa hiyo yule muhusika akaja akawauliza abiria, kwenye ile ndege kulikuwa na fundi aliyeitengeneza ile ndege kiwandani, amepanda ile ndege. Aliposikia vile akajitambulisha, mimi ni fulani, ndio niliyetengeneza hii ndege. Wakampa nafasi, ghafla akatatua tatizo. Kwa hiyo walikuwa na fundi wa ndege aliyetengeneza ndege na hawamtambui, na wanateseka kwa muda mrefu, mpaka walipompa nafasi akatatua tatizo. Mpaka alipopewa nini? Sasa wewe ni fundi wa ndege, upo kwenye ndege na hawakupi nafasi. Omba Mungu akutengenezee mazingira ya kupata nafasi. Una huduma nzuri, una akili nzuri, una uwezo mzuri. Kuna mambo unaona hayaendi kwenye jamii, na Mungu amekupa uwezo wa kumsaidia Farao kuweza kutatua tatizo, na wanakupita kama gari bovu, wanakupita kama gari lililojaa. Uliwahi kwenda stendi, gari zilizojaa huwa zinapitwa, wanaelekea kwenye gari lingine. Wanakupita kama nyanya mbichi. Wapishi wanajua kama kuna nyanya zimeiva, wewe unahangaikaje na nyanya mbichi? Unatafuta zilizoiva. Lakini ukijiangalia unajua kabisa, hapa ningeweza kutatua tatizo. Omba. Lakini jamii hiyo inateseka. Kwa upande wa pili ni kwamba, kama wewe ni mchungaji, kama wewe ni mfanyabiashara, inawezekana unateseka, lakini kuna mtu ambaye anaweza kutatua tatizo ulilonalo. Tatizo lako hujaamua kumpa nafasi. Mekana watu kwenye makanisa mbalimbali wana uwezo mzuri kabisa wa kiinjilisti, wana uwezo mzuri kabisa wa kuimba, lakini mchungaji amewabania nafasi, na anaona wakisimama watakuwa na kibali. Nilifika mahali nikaambiwa, huyu washirika wameanza kuingia moyoni mwake, kwa tukimpa nafasi washirika wote atawachukua. Kwa unanyimwa nafasi kwa sababu kuna washirika wameingia moyoni mwako.
Kwa hiyo mchungaji anafukuzana na uchungaji, hafukuzani na kusudi alilobeba. Na yamkini kuna watu wa namna hii na wana struggle kwenye huduma zao, na wajajua tatizo ni kwamba wanafundi wa ndege yupo kwenye ndege, wana Yusufu yuko gerezani, hawajaamua kumtoa gerezani. Nikwambie jioni ya leo, Mungu afungue macho yako ya ndani, ukamchomoa Yusufu gerezani, akanyolewe nywele, alafu avae nguo mpya, akae kwenye nafasi ambayo imepwaya na inakutesa kwenye maisha yako yote. Tusimame. Rakasitakasi yandara pasata kasata. Mungu tunakushukuru. Rika mandara pasata yakasia. Mungu tunakushukuru. Jehova tunakushukuru. Mfalme tunakushukuru.